Uya papa man, uyinkinga man, ana mali we, uyakita man. Okay, tumerudi tena. Hii pia tulifanyia analysis jana. Tulisema ita sell hapa kama failed liquidity. Ita sell kama failed liquidity. Na ilichofanya ili sell kidogo. Kwa ilivyorudi, of course nilikimbia, break even position moja, zingine nilifungia kwa kwenye ilikuwa kama $80. Lakini ilitakiwa ije itupe rounded retest, ije snipe tena ishuke, lakini haikuheshimu mawazo yetu. Kwa ikaja ilikuja kuchukua entry kujua ambapo nilitegemea. Sasa huko juu nilipaona, lakini bahati mbaya sikuweka position. Yaani usiku nimelala nikaacha kuweka position, maana ilikuwa imenikwaza. Kwa hiyo na mimi ninavyoiona ipea ita sell umbali mrefu sana. Nitatembea umbali mrefu pips za mwaka wa mbele. Kwa hiyo siwezi nikakubali inipite kizembe. Kwa hiyo naifanyia analysis according to nilivyokuwa na trade miaka kadhaa nyuma. Let's do it. Jamaa yetu wa computer. Yes. Fanya analysis kama tunavyo trade miaka kadhaa hiyo hapa. Okay, tulisema tunaweka kwenye wiki. Ukiangalia hii structure ilivyokaa hapa, hii ni structure ambayo huwa ina sell umbali mrefu, na tipi yake ya kwanza inakuwa gani? Hii hapa. Hii ndio inakuwa tipi yake ya kwanza. Inakuwa ina sell hadi mazingira haya. Umeona? Kwa hiyo mimi item kama TP1. Afu tipi yake ya pili inakuwa gani? Ile dangerous one ambayo tunasemaga huwa ina blow account, greedy buster. Ndo hii TP2. Okay, tuweke tu hapo kama kawaida. TP2 hii hapa. TP2 ndo hii hapo. Sasa unaona kuna wakati inaweza isi sell immediately kutoka kwenye mazingira. Inaweza ikaja hadi hapa kwenye hii zone, alafu ndio kafanyaje ikasell. Yani ndio maana hii strategy mimi nilikimbia, kwa sababu hii kama hauna mtaji ni rahisi sana kublow, kwa sababu haikupi zile sniper entry, ila inafuata mawazo yako. Itafuata mawazo lakini haikupi sniper entry. Kwa hiyo inaweza ikaja hadi hapa juu. Kwa mtu mwingine anaweza akaweka pending order hapo juu na stop loss yake akaiweka hapa. Kwa hiyo ikija kisnap tu hapo, ngoma ifanyaje? Isell. Mwingine anasema hapana, siweki pending order na sell immediately, kwa sababu tunajua ina sell. Kwa hiyo tunamwagika nayo. Tunaweka position ngapi? 4 5. Position 5 ikija hadi hapa $50. It's a lot of money. FTP yetu hii hapa. Tu risk hivyo yeah, tuache position 5. So tutakutana tukifika TP. That's it. 2000 years later. Guys. Yeah. Money is moving the hair. Soko lina pesa nyingi sana yani. Money is available, eh? Money is available. Unafeli wapi? Tulisema mtu anaweza akaseli hapa kutokana na hii trend line yetu. Hii huwa inatembea umbali mrefu sana. Yaani unaona urefu wa kutoka hapa hadi hapa. Huu urefu ndio unatakiwa utokee hapa
hadi yani urefu huu mguu inabidi tupate mguu mwingine wa kushuka hapa chini ambao unalingana kimo sawa na huu. Na tukasema TP yetu ya kwanza ni hapa. Afu kilichonifurahisha ni entry hapa juu. I say yo we are cooking the market. I say tulisema tunaweka position yetu moja hapa. Umeona sell limit yetu kaiweka hapa. Kwa sababu ili soko huwa linawatoa kwanza L sellers wale waliowahi kusell, kwa sababu si tunajua ina sell. Kwa hiyo kuna watu watawahi kusell, ndio wanafanyaje, wanakuja kutolewa na hii entry ambazo zipo huko juu. Kwa hiyo inakuja na snap hapa, afu inafanyaje, inatiririka kama maji mtungini. Yaise, tusubiri TP tuone. Let's wait for the TP. Hey guys, tumerudi tena ile setup yetu. Hapo hit TP 1. we don't miss yeah. Na ngoma bado inaendelea kufanyaje, kushuka. Unaweza kuniambia kwa nini nimeseli hapo? Nimeseli hapo kwa sababu hii hii pennant tunaweza tukaitem ni kama wanahitaji hii ni flag au ni nini? Hii sio flag. Nimesahau jina lake kidogo, lakini ipo kama muundo wa ile bendera ya kushuka, kitu ambacho inafanyaje, huwa inamwagika chini vibaya mno. Na nikaelezea kwa nini nimeweka entry hapa. Huwa inawawinda wale L sellers walio sell mapema, huwa inakuja na watoa huko juu, alafu inafanyaje, na sell. Kitu ambacho hapa juu nikasema naweka entry yangu ili nifanyaje, nimwagike nayo. Mimi si market maker. Huu utaalamu nilotumia hapa nimetoa kwa GS Sniper, mnyama mkali, the one and all. Yani I say mwamba na mwaga moto kinyama. TP imekuwa smashed kudadadeki. Na mkumbuka hii trade tulianza jana. Hii tulitrade kuanzia jana, sema ilitutoa hapa. Nilijua hapa ni kuna failed liquidity, lakini ikatuzingua. Kwa hiyo tukasema ngoja tuitrade kwa namna nyingine. TP1 hiyo imepitiliza. TP1 imepitiliza. Na unaweza kusema hii trade na hold kwa umbali mrefu, kwa sababu nilifanyia analysis nikaona inahitaji kushuka sana yani. Afu nikachora na huu mstari kwamba kuna watu ambao wameweka hapa, wale wa support na resistance wameka hapa kama support resistance, ukujua wameka zao support yao hivyo fresh. Kwa mtu anasema hii trade ikishuka hadi mita hii hapa anaingiza position zake za kubai. Sasa sisi kutokana na price action, lakini nakuonyesha kwamba inabidi sell. Hawa wote inabidi wavunjwe hawa. Yaani wavunjwe. Yaani inabidi wafumuliwe kweli kweli, soko lirudi huku chini kwa hii V25S. Unaona, inabidi lije hawa waloweka position zao kwenye huu mstari huu tuwapasue vibaya mno, yani wajikute huku. Umeona? Ndio tuwape favor ya kufanyaje, ya kupanda juu. Lakini hapa tunawavunja, yani tunawavunja. Si hatukoseagi. We are the market makers. Yeah, it's a boy Rick Shabby FX. Mimi nadhani nimalize video yangu hapa kwa sababu TP1 ishaguswa, TP2 lazima iguswe. Japo hii strategy TP1 ndio sehemu ambayo huwa inafanyaje, inaheshimika sana yani. Yani TP1 huwa inarespektiwa sana yani. Yani sijawahi kuona naweka TP1 iguswe. TP1 huwa lazima iguswe. Kwa hapo nimepunguza michuzi baadhi. Tusubiri tuone, kwa sababu hii trade itaendelea kuihold kwa muda kama nilivyokuelezea hapa. So peace out. Kama bado hujasubscribe, make sure una subscribe, turn on bell notification. It's your boy Rick Shabby Vlogs. Usisahau kunifollow Instagram, usisahau kunifollow TikTok as Rick Shabby FX, ama unaweza kaandika Rick Shabby Vlogs kama jina la YouTube channel linavyojionyesha. Ukiandika tu Rick Shabby Vlogs jina linakuja. Ukiandika Rick Shabby FX of course utanipata. Unyama ni mwingi. Hii kitu irudie iangalie the way nilivyo analyze. Umeona? The way nilivyo analyze. Na wewe uanze kupractice, ila usipractice kwenye pesa. Yaani we practice tu kwa kawaida uone. Yaani ikiwa inakupa structure kama hii ambayo tumeinani fresh, ishi nayo. Inakupa structure kama hiyo, ishi nayo. Yeah, that's it man. Man is available.
Hey, cryptocurrency money moving in the air. Hey. Peace out, subscribe. Bye bye. Do you have a message to all the fans back home that are watching you? It's better to try and lose than not try at all. Thank you very much, Andrew.